Hi again. Now, katika hii video nafikiri itakuwa ni video mwisho kabisa kuhusiana na daycare. Now, what can I say? Nimeshatengeneza video ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hii itakuwa ni video ya 4, lakini nafikiri hii itakuwa ni video ya mwisho. Kwa hiyo hizi video zote za daycare ni mfululizo. Chanzo chake kinatokana na kitabu ambacho niwahi kukiandika ambacho kinasema fursa 50 kwa mtaji mdogo. Kwa ndani ya kile kitabu, one of the fursa ambayo niliandika ni fursa ya daycare. Kumbuka hiki kitabu nilikiandika miaka 8 iliyopita. Tanzania hakukuwa na daycare to that extent. Hazikuwepo. I can for sure say I was one of the watu wa mwanzo kabisa kuongelea daycare kwenye YouTube Tanzania. Na ndo watu wa mwanzo ambao watu walitake hii idea wakaanza kuanzisha daycare. Now daycares are most popular. Zinaendelea lakini bado hatujafikia kiwango kile kikubwa. Kwa ina maana hii fursa bado iko wazi kwa watu wengi kwa sababu watoto ni wengi sana. Watu wanazaliana. Unajua hii ni fursa ambayo haita come out of the market kwa sababu watoto wanazaliwa kila siku. Na watoto wanaozaliwa hao ndio client wenu, ndio client wetu au tuseme. Kwa ina maana bado mna wateja wengi kwa sababu wanazaliwa kila itwapo leo. Kwa hiyo naweza nikasema mimi ni watu wa mwanzo sana kutengeneza video ya kuhusiana na fursa daycare na kwa hususan Tanzania. Na ni miaka kama 8 nilitengeneza au 6 au 7 sikumbuki. Lakini sasa hivi watu wakaanza kuanzisha daycare, now people are doing good. One of the people wa mwanzo kabisa kuanzisha daycare ni one of my classmates ambaye alikuwa hana shule, hana nini chochote, haelewi chochote kuhusiana na daycare, lakini alisoma kitabu changu and then as I'm talking to you now she's a very successful woman. Kutoka kwenye daycare sasa ana run shule, ni shule kubwa iko maeneo Tegeta. Lakini kile kitabu changu kilikuwa kina fursa nyingi. Kuna watu ambao walikuwa ni mama nyumbani sasa hizo wanamiliki maduka makubwa Kariakoo. Kuna mama ambao alikuwa anashinda tu nyumbani na kazi yake anaachiwa ila mboga, sasa hizi ni mama ambaye amejizatiti kwenye mabiashara makubwa. Siongelea hivi biashara vidogo. Naongelea ni mtu ambaye kutoka kukaa nyumbani mpaka kuown maplot huko Kigamboni wapi. Yani it's a lot. Lakini hii yote ilitokana na kitabu kadogo sana ambako nilisema fursa 50 ambazo unaweza ukazifanya ukiwa huna mtaji. Lengo la kuandika kile kitabu nilikuwa na target sana vijana. Especially wale wanafunzi wanaomaliza vyuo vikuu hawana kazi. Kwa sababu tatizo la ajira sio Tanzania tu, tatizo la ajira ni la dunia. Unaona? Nowadays wanao make it in life ni wale ambao wanajitengenezea ajira. Kwa jinsi ya kujitengenezea ajira, huhitaji kuwa na hela kubwa. Yaani si milioni 5 utaipata wapi? Kwa hiyo unatakiwa ufikirie kitu kidogo, yani kitu ambacho utatumia hela ndogo. Au kuna msemo nilikuwa naupenda sana zamani, kuna wimbo aliuimba nani? Zamani, unajua sisi watu wa zamani, sisi majenzia hamwezi kujua wimbo. Ulikuwa unaitwa mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Kwa kuwa uwezo Mungu amekupa. Mali, nimesahau, aliimba Banza Stone, si yupo sasa ishafariki, Mungu amrehemu. Kwa hiyo anasema kwenye wimbo, kwa kuwa uwezo na nguvu Mungu amekupa. Pesa huna lakini nguvu na uwezo unao. Sasa huo ndio mtaji wako. Kwa hiyo ndio lengo la kile kitabu ilikuwa ni watu ambao ana uwezo wa kufanya kitu lakini hana pesa. Na kama huna pesa ina maana usianzishe biashara, hapana. Kwa hiyo ndio maana nikaja na kitabu ambako kalikuwa kanauzwa 10,000. Bado ninako na soft copy. Kama ungependa kupata hiki kitabu, still you can contact me, utapata soft copy yako kwa 10,000 tu. Utakutana na fursa 50, utachagua moja au mbili ambazo unaona hizo unazipenda. You can do it na utaenda mbali kwa sababu as I'm talking to you, watu ambao walinunua kile kitabu ndo hao nakwambia sasa hizo wanamiliki shule, sasa hizo wanamiliki maduka Kariakoo, sasa hizo wanamiliki mashamba makubwa, sasa hizo wanamiliki maploti huko Makigamboni, lakini walikuwa ni watu ambao hawana pesa, ni mama nyumbani wamekaa, hawana kitu, Kwa hiyo sasa hizi wamefanikiwa. Unahitaji pesa kwenye kuanzisha biashara, unahitaji wazo na unahitaji wewe mwenyewe nguvu zako, mtaji wako ni nguvu zako. Hela kama ni hela ni kidogo, unahitaji creativity. Tuli kwenye jinsi ya kushare cost kama umeanzisha daycare. As I said, this will be the last video of daycare. Na kama unaona kabisa una mpango wa kuanzisha daycare,
You have no idea. Umesikiliza hizi video 4 zote, labda naongea too much, unapata overwhelming, uko overwhelmed, you have no idea. Please contact me. I will give the private consultation kwenye mambo ya daycare. Kwa nini nikupe private consultation? Kwanza kwa asili, kwa kielimu mimi ni mwalimu. Nina degree ya walimu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nina masters ya walimu. Lakini pia nimefanya kazi kuanzia Tanzania, nimefanya kazi kwenye vyuo sekondari, na sasa huko nimefanya kazi kwenye sekondari, na sasa nafanya kazi kwenye shule za watoto, na maanisha kwenye daycare. Nafanya kazi kwenye daycare kuanzia watoto wa miezi 8 mpaka miaka 6 wakienda shule. So naongelea kitu ambacho nina experience nacho, kitu ambacho nakipenda, kitu ambacho nakifanyia kazi, kitu ambacho nafanya nacho kazi ndo kila siku. Kwa ukihitaji kuanzisha daycare, I am the right person wa kukusaidia, kukushika mkono, kukuelekeza. Dada, nimepata chumba. Kama nilivyosema, unaweza kuwa na chumba kuanzisha daycare. Nimepata chumba, ndani niweke vitu gani, nitakwambia chukua hiki, nitakupa na picha, chukua hiki, nenda Kariakoo nunua hivi weka, nitakwambia furniture hizi na hizi weka, hivyo. Kwa hiyo nitakushika mkono, dada, nimeanzisha daycare. Na watoto nawapata wapi? Sijui jinsi ya kupata watoto wa kwanza, nitakuelekeza. Nitakuelekeza. Una ndugu zako na watoto wadogo? Yes, anza nao hao 2 3. Una mtoto? Yes, anza naye huyo. Una watoto wanashinda hapo majirani? Yes, wanacheza tu kombolela, hawana cha kufanya. Anza nao hao. Wachukue hao. Una watoto wa ndugu zako? Wana housemaid nyumbani, lakini si unajua watu siku hizi wanaogopa house girl. Yes, wa convince, waambie instead wakae nyumbani, wale tena watoto hapa. Watakuwa nakaa jioni, dada anakuja kuwachukua jioni. Mkirudi kazini na dada anakuja kuwachukua. Hivyo. Kwa hiyo unapata wateja. Nitakwambia anzisha nini page yako. Anzisha page kwenye social media. TikTok huko ndo kwenyewe kumewaka moto, majenzi huko. Kwa hiyo nitakwambia vitu vya kufanya. Mimi I will give you private consultation. You will be paying fees. It's not much. Kwa hiyo usije ukaogopa ukasema no. It's not much because nataka nisaidie hasa vijana ambao hawana ajira. Watoto ambao wamemaliza vyuo hamna ajira. Hii ni ajira kubwa kuliko unavyofikiria. Nakupa mwaka mmoja tu. Yaani ndani ya mwaka mmoja utakuwa wewe ni mtu mwingine, kutoka jobless, pesaless, usingiziless, happyless, mpaka kwenye maisha ya happy. Hela utakuwa nayo, kila kitu utakuwa nacho, na utakuwa mkurugenzi. Yeah. You'll be owning schools soon. So now contact me. Nitaweka contact yangu hapo, mtaniandikia email, kwa sababu kuweka namba simu kidogo napata kigumizi. Nitaweka email, utaniandikia, utaandika kwenye au utaandika namba yako kwenye comment, and then tutawasiliana. Mimi nitakusaidia. Nitakusaidia kwa sababu na hiyo experience. Na ni kitu ambacho nakipenda, na ni topic ambayo naipenda, na ni topic ambayo nimeona kila nikifungua video, nikifungua YouTube ndo maswali. Kwa hiyo nimeona ni address hii ili tuachane na hii kitu, ili wale wanaotaka sasa come to me direct. I will lead you. Nitakuelekeza, nitakuongoza jinsi ya kufanya, and you will be very successful. I have helped some people, na kuna siku nitawaleta hapa watoe ushuhuda wenyewe. Nitawasiliana nao wakitaka, tutafanya Zoom meeting, then we will make a video, and then watawapa feedback kwamba how they are doing, na walikuwa hawana kitu mpaka saizi ni mamoga, watu wana mahela, watu wanamiliki miduka. Yes, I will bring some of the people ambao walisoma kitabu changu ambao saizi ni matajiri. Now, sasa how do you nani vipi? Kwa mfano unashare vipi sasa price au cost ya hii daycare? Kama nilivyosema, wewe huna pesa, kwa mfano umeanzisha daycare, huna hela. Kwa hiyo wazazi wasitegemee utaanza kununua madaipa kwa wale watoto wadogo wanatumia daipa, si utaanza kununua vyakula, si utaanza kununua nini. Wewe hapo bado ndo kwanza unaanza. Sasa cha kufanya, kwa sababu wewe ndo unaanza na huna pesa, unaongea na wazazi. Unaambia mimi ndo biashara imeanza. So now ninahitaji wazazi mlete watoto wenu na daipa zao. Na hivi ndo ambavyo tunafanya huko. Unajua huku sisi wazazi wanaita, wale wanaotumia diaper watoto wanaita diaper. Kwa sababu shule haiwezi kununua diaper. How much yani mtanunua diaper ngapi? Watoto wanakojua kila saa.
wanajisaidia kila saa. Mtanunua diaper ngapi? It's a lot of money. Kwa hiyo ina maana mzazi analeta mtoto wake, lakini analeta the whole diaper package, unaona? Mnaandika tu pale jina kwenye ile nani makabati. Ndio maana nasema unahitaji consultation. Kwa sababu nitakuelekeza. Kwenye vile kabati kila mtoto ana kikabati chake. Kwa kama hapa kuna Ana, Alice, Pendo, sui nani, basi diaper zake zimekaa hapa, nguo za kubadilisha ziko hapa, socks, sui vinini viko hapa. Kwa hiyo mnajua kasa hizi ni diaper za Ana, diaper za Upendo, diaper za Glory. Unaona Glory amejisaidia. Kuna meza, changing table, very important. Kuna meza kumbadilisha mtoto. Kwa hiyo unachukua diaper zake, wiper zake, anakuwa na wiper, anakuwa na diaper, mnambadilisha. Amejikojolea, nguo zimeloa, mnachukua zile nguo ambazo zimekojolewa, mnazifunga kwenye mfuko vizuri. Mama akija jioni kuchukua mtoto wake, mnampa nguo za mtoto wake. Hizi alikojolea, lakini tumembadilisha kwa sababu mzazi anatakiwa kuja na nguo extra za mtoto za kubadilisha in case of anything accident, kajikojolea, kajimwagia maji, kaloa, kajinyea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mnakuwa na extra clothes ambao atakuwa mnaweza kubadilisha. Hamfui nguo za watoto. Daycare hufui nguo za watoto. Kwa hiyo mzazi ataleta diapers za mtoto, mzazi ataleta kwa mfano ataleta nguo extra za kubadilisha, kwa mfano kofia, ataleta hizi sleeping pants, nini hizi sweta, hizi nguo warm za kulalia, kwa mfano mchana wanalala wale watoto, pajama, socks muhimu sana, kofia muhimu sana, extra sweaters, jacket, anything, kwa mfano wakitoka nje kucheza kukiwa kuna baridi, kukiwa kuna upepo, inategemea mazingira unaoishi. Kama ni sehemu ya baridi lazima kuwe na nguo za baridi ziwepo, kama sehemu ya joto hivyo. Kwa hiyo kuendana na mazingira. Kwa wazazi walete extra clothes. Unaona? Walete diaper, extra clothes. Watoto ambao wanatumia maziwa special, mzazi alete maziwa ya mtoto wake, kama ni formula, kama ni nini, Wazazi unajua watoto wanatumia maziwa tofauti. Kwa hiyo kama ni formula yake ailete, itawekwa sehemu ya mtoto pale. Ndio maana kunakuwa na kabati la, kwa mfano Ana vitu vyake viko hapa, ana vitu vyake hapa, ana kikombe chake hapa. Vikombe anaweza vikatumia tu jikoni kwa sababu mtaviosha vizuri. Lakini kwa mfano ana diaper ziko hapa, nguo hapa, maziwa yake haya, wiper zake hizi. Kuna wale watoto wana rashes, alete extra cream kwa ajili ya rashes. Hivyo, yani vitu vidogo. Kwa hiyo ina maana hiyo cost ya hivyo vitu vyote inakuwa ni cost ya mzazi, right? Now, inapokuja swala la chakula, sisi huku kwa mfano wazazi wanapaki chakula cha mtoto cha mchana, lunch, wanapaki chakula kimoja cha mchana. Lakini ni kwa sababu mazingira huku ni baridi, Kwa hiyo mara nyingi huku pia wanatumia mikate, wanatumia ni vimkate, kunakuwa na matunda humo ndani, kunakuwa na yogurt. Kunakuwa matunda lazima, yogurt sio lazima sana kama wanapenda, lakini kunakuwa na mkate pamoja na hivyo, yani kibakuli chake. Lakini pia mzazi amlete na chupa yake ya maji. Lazima awe na chupa ya maji, iwekwe lebo ya jina lake. Watoto hawashei chupa. Kwa hiyo awe na chupa ya maji hizi kabisa za kunywea, lakini pia aje na package ya chakula kwenye kikontena. Sasa inategemea kama mtoto anapenda chakula gani. Now this is your decision. Mtafanya nyenye decision. Kama mnaona mna uwezo wa kuwapikia watoto shuleni chakula cha mchana, mapilau, manini, ni nyie tu na bajeti zenu. Lakini kama unaona mzazi apaki chakula kwa mfano cha mchana, lakini sisi tutawapa watoto uji asubuhi, you can do that. Kwa sababu hata huku tuna chakula cha ile kindergarten, tuna provide chakula kimoja, wanakula chakula ambacho kimepakiwa na wazazi wao nyumbani. Kwa sasa chakula tunacho provide mara nyingi tunaita warm food. Maana ni chakula tunachokipika pale kazini. Kwa hiyo inaweza kaa labda ni supu ya tomato, supu ya mboga, tunatengeneza labda mikate ya sandwich nzuri, tunatengeneza mboga, tunatengeneza samaki, hivyo, yani vitu, nyama, inategemea. Now, sasa nyie ni maamuzi yenu na bajeti yako. Ila kwa kwanzia ningekushauri wazazi walete chakula, walete kama watoto wanakula special maziwa, walete maziwa mtoto, lakini alete kwa mfano mzazi apaki tu
Kwa mfano anaweza akachukua mkate akaupaka Blue Band vipande tu viwili, akawa na mkate wake hapo, au hata mandazi, inategemea mandazi yake mawili matatu kwenye package, kwenye kile container, si ndio? Sehemu moja ameweka labda vimandazi hapa, au hiyo sandwich katengeneza, we don't know. Lakini hapa pembeni lazima aweke matunda. Matunda ni muhimu sana, yawe yamekatwa, mtengenezo tayari ameshakatwa kata, yawekwe pembeni. Ni machungwa, ni maembe, ni nini, yale matunda ambayo yanapatikana huko. Kisehemu kingine cha tatu, kuwe na kitu kama yogurt. Ni muhimu pia yogurt kwa sababu ya protini na hizo. Kwa hiyo labda kunakuwa anapaki yogurt, anapaki matunda, anapaki na sandwich, au tuseme anapaki sio sandwich, mikate, au anapaki mandazi hivyo. Kwa hiyo kile kikontena kinakuwa na chakula ambacho kimekamilika. Kuna matunda, kuna yogurt na kuna hii. Kwa hiyo kuna carbohydrate, kuna protini, kuna vitamini ya matunda. Unaona? Kwa hiyo kinakuwa na kitu kimekamilika, lakini pia anakuwa na maji. Kwa hiyo ni muhimu mzazi akaweka maji. Kwa sababu ukisema uwape maji inategemea sasa utaanza kununua maji. Why don't mzazi aje na mtoto amempakia maji ya kuchemsha, au amenunua lakini anamwekea kwenye chupa yake maji yamejaa, anafunga. Kwa hiyo huko sisi mzazi anakuja tayari amempa maji mtoto na kikontena cha chakula. Umeelewa? Kwa hiyo anakuja. Wale wa diapers zinakaa shuleni moja kwa moja. Zikiisha mnamwandikia tu message, mnaweka pale kwenye sehemu. Kwa sababu mtoto mzazi akija anakuwa na direct na nini? Anaweza kumiliki kabati la mtoto wake, yani kabati analimiliki. Kwa mzazi akija anaangalia, socks zimepungua, socks, okay, kesho ngoja nilete socks. Au kiona mzazi amejisahau, mnamwekea kinote pale, anahitaji socks, anahitaji diaper, anahitaji wiper, anahitaji hiki. Kwa hiyo mzazi akija direct anaona okay, kwa hiyo ana note, anaenda anaita kesho na vipanga kwenye kabati lake. Kwa hiyo inakuwa namna hiyo. Kwa hiyo mnafanya uhusiano, unakuwa kuna uhusiano au relationship kubwa sana na wazazi. Kwa hiyo kindergarten na wazazi mko na very good bond, ili kuweza kumlea huyu mtoto kukua katika mazingira mazuri. Sasa akileta chakula, nimesema hapo kuna matunda, sio kuna mandazi, kwa nini? Lazima vikae sehemu salama ambako havitaoza, havita develop bacteria. Mwisho wa siku watoto wakila watapata kuumwa tumbo, wanaanza kuharisha, inakuwa issue nyingine wakimizana hospitali. Kwa hiyo kuna kuwa na fridge nzuri safi inakaa. Kama ni hapo ndani inakuwa kwa kona. Kwa hiyo mzazi akija, sisi tunavyofanya, wazazi wana direct contact, yani wanaenda direct kwenye fridge. Mzazi mwenyewe sio unaanza kupokea suma vyakula unapeleka, utakuwa na shida nyingi. Yani unakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo mzazi akija mnamruhusu tu anaenda moja moja, anafungua fridge, anaweka chakula cha mtoto wake kwenye fridge, anafunga. Lakini hapa pembeni kuna kuwa, yani akiingia tu mlangoni kuna kuwa na kama kitu container hivi, wanaweka chupa za watoto za maji. Lakini chupa zote zimeandikwa jina la mtoto, nani zimewekwa, na watoto wanajua chupa zao. Kwa hiyo vinakuwa vimewekwa hapa chakula kwenye fridge. Mzazi bye bye anaenda zake. Akirudi jioni anakuja kuchukua mtoto wake. Atakachochukua, atamchukua mtoto wake, atachukua ile container ambayo akishakula mtoto chakula ile mchana, wakishakula vimeshaisha, tunachukua ile container tunaiweka kwenye begi. Mtoto lazima aje na begi la shule, si ndio? Kwa hiyo tunachukua container ambayo haina chakula, tunamwambia mtoto mwenyewe, kwa sababu tunawafundisha watoto kuwa responsible. Tunakaa mezani kula. Yaani hatulagi ovyo ovyo tu tunaanza kuruka. Hapana, tuna utaratibu. Wakati wa kula wote tunakaa mezani, kila mtu anapata chakula chake, vinawekwa, hawali tu olela, tunasubiriana. Okay, kila mtu kapata maji, yes. Kila mtu kapata, kunakuwa tunachagua watoto wawili kila siku wa kugawa chakula. Kwa hiyo anauliza hiki cha nani? Cha nani, anampelekea. Hivi kunakuwa kama yani very funny, lakini wanajifunza responsibilities. Kwa hiyo wakishamaliza wote wanakaa, mwalimu amekaa hapa na wanaofanya kazi wanakaa hapa. So, okay, kila mtu kapata chakula, ndio mnaimba labda wimbo au mnasali vile mtakavyoona, mkusali au mnaimba wimbo au kawimbo tu kafupi le. Okay, mwalimu sasa, okay, 1 2 3 wote fungua chakula, karibu. Kwa hiyo wanakula. Maana yake nini? Ile kitendo cha kukaa kwenye meza tayari ni table manner. Kuna table manner. Hamna kuongea kwenye meza wakati wa kula. Hakuna kurusha vyakula. Hakuna, yani wanakula. Kwa hiyo ina maana mwalimu unaanza kuwafundisha watoto how to eat, table manners.
tukila chakula hatuongee, tunafungua midomo, tunaonyesha machakula. No. Kwa walimu wako pale kumonitor. No. We tulia. Kuna watoto wale wako hivyo wanaruka na wanataka kupanda kwenye juu ya meza. Hapana, kaa kula. Sasa hizi ni wakati wa kula. Kwa hiyo wanakula chakula. Hivyo ndio vitu ambavyo tunawafundisha watoto pole. Kwa hiyo baadaye hata akikua anaelewa kwamba kula chakula tunakaaga mezani. Na kula wakati wa kula atuongee na mamidomo yakaonyesha, yani tuna manners, table manners, wanakula vizuri. Na make sure watoto wanakula. Kuna wale wavivu wa kula wale, lazima unawapatia fulani kula chakula, anajisahau. Mwingine anaweza akakaa tu kula chakula, I'm eating. Kula chakula, yani unamsaidia, lazima wale. Kwa hiyo hata kama ni mtoto mdekaji hali pale shuleni atakula, kwa sababu kuna walimu lazima ule chakula, kwa sababu lazima tukacheze nje, uweze kuwa na nguvu kama ujaa. Kwa hiyo unampa mazingira, kwa obviously ataanza kula chakula. Wakishamaliza sasa hawaondoki tu kwa kukurupuka. Wote mmekula, yes, mmemaliza, yes. Kwa hiyo unaanza kuambia, haya, chukua nani yako, container yako, funga na maji yako, unaenda ukaweka kwenye begi lako la shule, ambako kuna sehemu ya kuhengi mabegi pale wakiingia. Kuna sehemu ya kuhengi mabegi, yanahengi kwenye henga pale, umeona. Kwa baada hapo wale watoto watakwenda kulala. Watoto wadogo wataenda kulala. Wakubwa watavaa nguo za kuendea nje, kama ni kuna mvua watavaa nguo za mvua, na hizo zote ni wazazi wanaleta, sio shule. Wataenda kucheza nje mpaka wakati wa jioni wazazi watakapokuja kuwachukua, lakini mnakuwa na timetable nzuri. Ndo haya mambo yote ukitaka kujua vizuri kwa undani, nikuelekeze, nitafute upate coaching, nitakuelekeza jinsi ya kufanya. This is a big millionaire business. Sio biashara ya kipumbavu. Hii ni biashara ya kuwa tajiri. Sasa kwa sababu nitatumia muda wangu, lazima kuna cost ambayo nimesema sio nyingi, sio nyingi. Mimi ni yule mtu ambaye siamini kwenye kucharge watu mahela. No. I will charge you, but it's not that a lot of money. However, I will be there. I will standing with you. Nitakuelekeza hivi vitu vyote hivi utavijua. Kwa sababu mimi nafanya kazi kwenye hiyo sekta na naelewa. Kwa hiyo cost zilizoko hapo, ina maana umeshaona hujatumia cost yoyote. So far ni mzazi katumia, si ndio? Mzazi kaita chakula, mzazi kamfungishia diaper mtoto, mzazi kaleta hadi maji kamletea. Na sasa nyie cost yenu inaweza kuwa labda mnasema kwenye saa 4 watoto wanakuwa tayari wana njaa. Tutakula lunch baadaye labda kwenye saa 7 huko. Kwa hiyo hapa saa 4 kwenye saa 8 au saa 7 mtakula lunch. Sasa hapa saa 4 labda watoto wamecheza. Unajua watoto wanacheza sana na wana njaa. Sasa hapo ndo shule labda sasa tutaprovide chakula cha moto, labda supu na kipande cha mkate, labda uji. Yani kitu fulani ambacho ni simple lakini kinashibisha. Mkiamua hata kupikia ubwabwa atakula, ni vile vile mtakavyoamua. Lakini kumbuka atakuwa na chakula chao ambacho wazazi walipakia, ambacho watakula baadaye wakati wa mchana, na mpaka hapo watakuwa wako vizuri kucheza na kuendelea kufanya timetable zote mpaka mzazi atakapokuja kumchukua mtoto. Ina maana watakula kama mara 2 kwa siku hapo kazini, hapo kwenye daycare. Kwa hiyo the only cost ambayo itakukosti ni hiyo, labda kutayarisha chakula hiki cha saa 4 ambacho mwenyewe utaangalia ni nini watoto wanapendelea. Kumbuka sana kuconsider allergies. Kuna watoto wana allergy. Mtoto akija kuanza daycare, very important kuchukua details za mtoto. Mtoto ni mgonjwa? Ana magonjwa? Ana ugonjwa gani? Na je, akipata shida ya hiyo ikamkuta, nafanyaje? Mzazi yuko kazini. Unaona? Kuna watoto wana asthma, Kuna watoto wana asthma. Kwa hiyo lazima mzazi akuelekeze. Ana kile kinani asthma ile nini? Inhaler. Mzazi lazima kuelekeze. Kwa mfano mimi niko kazini, mtoto akapata asthma attack, hivi ndivyo mnamsaidia. Pia mnampulizia siku kwenye mdomo, siku kwenye pua, siku kwenye nini, I don't know, anakuwa vizuri. Kwa hivyo vitu vyote lazima upate details. Uweze kukaa na mtoto wa mtu kama hujui details zake. Je, ana allergy? Kuna watoto wale mayai kabisa. Na sasa watoto wengine watakuja na mayai. Kwa hiyo inabidi kunani sana kumonitor huyo asije akagusa mayai ambayo yeye ana allergy. Na maana ni watoto wajui. Anaweza akagusa yai la mwenzie. Umeona? Kuna watoto pia kwa mfano, yani kuna vitu vingi. Hata vyakula mnavyoandaa lazima mconsider allergy ya watoto. Kwa watoto hawali maziwa, kuna watoto ambao ni vegan, hawali nyama.
vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka kuconsider vitu vyote kama hivyo, unaona. Kwa hiyo ni lazima kuchukua details za watoto. Ndio maana ni muhimu sana ku make sure unafanya kazi vizuri na wazazi. Wazazi wana responsibility ya kukupa details za watoto wao, kwa sababu wao na nyie wote mna responsibility ya ku make sure huyu mtoto yuko salama. Nyingine ambayo itakukuta wewe labda ndio hiyo ya kununua vimagodoro vya kulalia mchana, michezo kuchezea nje, michezo kuchezea ndani, ambavyo ni vitu ni very cheap, wala sio vitu gharama. Kwa hiyo utaanzia hapo. Kwa hiyo so far umeona daycare sio kitu ambacho unaanzisha kwa mamilioni. Daycare unaanzisha very simple. The only thing ni attitude yako wewe, ucheshi wako, kupenda watoto, uchangamfu, attitude nzuri kwa wazazi, wachangamkiwa vizuri wazazi na watoto, wewe mwenyewe kujiengage na watoto, creativity. Hiyo ndio itafanya daycare yako ikawa famous, ikawa successful, na watoto wakapenda, na huko ndiko kufanikiwa kwako. Kwa hiyo so far nimejibu maswali machache. Kuna swali lilikuwa linakuja sana, wanasema je, natakiwa kusajili? Hiyo sijajua, lakini please ulizia, kwa sababu kumbuka daycare sio shule. Kwa ina maana hata kusajili sijui unasajili vipi. Hii sio shule. Hii ni sehemu tu. Nafikiri utasajili kama business, sina uhakika. Please ulizia kwa taratibu za hiyo nchi ambayo uko. Obviously kutakuwa na taratibu. Lakini hata kama kuna kusajili sio kitu kikubwa sana. Nafikiri ni ile tu kujaribu kumonitor nini kiko wapi. Lakini kumbuka daycare sio shule. Daycare ni sehemu ambako watoto wanakaa na kutunzwa, wanacheza na kujifunza wakati wanangojea kuanza shule. Kwa hiyo daycare is not a school. Daycare is just a place ambako children are learning, are praying, yani they are learning while praying. Hivyo unawafundisha. Kwa hiyo ni vitu tu, socialization na vitu kama hivyo, lakini ni sehemu ambayo watoto wanajifunza kwa kucheza. Na kama una maswali zaidi ya hapo so far naona kama nimeshachoka kabisa. Kama kuna maswali sana na unaona kabisa hii ni biashara ambayo mimi naitaka, na kwa kweli napenda watoto, na serious siku moja nataka kumiliki mashule, one day nataka kuwa hata na ma university kwa Mungu akipende, consult me, niambie, niandikie, nitakudirect. I will coach you on this because so far nina watu ambao wamefanikiwa sana kwenye hii business. It's not a joke. This is a good business. Ni business ambayo itakupa mahela. Lakini mwisho wa siku wale wote ambao wanataka kuangalia na fursa nyingine, kiko kwenye kitabu changu, utapata soft copy kwa 10,000 tu. You will get a lot of things. Like rafiki zangu ambao walisoma vile vitabu, saizi naongelea ni watu ambao sio wale niliwajua, sio wale. Mimi naongelea saizi na mamillionaires friends, my friend. They're all millionaires just out of that little book. So it's up to you, it's your decision if you want that. Kama unataka kuendelea kujinani mwenyewe, kuendelea kulalamika kwamba hakuna kazi, haya mimi nimekupa hicho kitabu na fursa zake, na kumbuka fursa zote zinatokana na challenge. Challenge makes fursa. Fursa zinatengenezwa na challenge za mahali fulani, au challenge za watu, challenge zinazozunguka. Hivyo vitu ndo huwa vinatengeneza fursa, na hivyo vyote nimeviandika kwenye kitabu changu. So according to your place where you live, unaangalia challenge gani zimezunguka maeneo yako. Naweza nikaanzisha biashara, naweza nikaanzisha nini kitanipa pesa, challenge ipi? Kuna mama wanene kama mimi hapo wanahangaika kupungua. This is challenge. How do I make money out of this challenge? Na hiyo ndo fursa. Sasa kwenye how to ndo sasa inakuja creativity. Na sasa kama wewe hauna creativity sana, basi mimi nimekuandikia, kwa sababu I'm very creative woman, nimekuandikia kwa sababu I looked at my society. Kile kitabu kinatokana na society ya Tanzania na vile ambavyo challenge nimeziona. I knew. Kwa moja ya challenge ilikuwa ni house girls au housemaids. Kipindi kile walikuwa wanaleta matatizo. Mara utasikia mtoto kachomwa, mtoto katoroka na house girl katoroka na mtoto. Nikasema hii ni challenge, mama wengi hapa wana stress. Mimi mwenyewe nikaenda na mtoto wangu, ni kama begi niko naye hapa. Yaani siwezi kumwachia mtu, kwa sababu mimi nisipokuamini sikupi mtu. Yaani siwezi kukuachia mtoto. Kwa hiyo niko naye hapa kama begi.
Sasa nikaimagine wazazi wangapi wako kazini, anafanya kazi, mtoto kamwacha, na dada amekuja jana tu, hajamjua, hamfahamu, amemwachia mtoto wake, amemwachia mtoto wake. Ujue how do you, yani mnafanyaje? Yani hii ni challenge, ni riski kubwa, very good, big risk. Kwa hiyo ndio maana nikaiangalia ile challenge, nikaja na nikasema daycare, kwa sababu daycare ni sehemu ambayo ni official, iko pale. Wakifanya chochote kwa mtoto wako unawashitaki, wale wamesajiliwa wale, so they can't do that, hawawezi. Na wako watoto wengi, sio wako tu, manake watoto watakuwa salama. Kuna watu ambao waangalia kwa pamoja, wako hii siku nzima wanashinda nao. Hiyo ni sehemu ni salama zaidi kuliko kuacha mtoto na mtu ambaye umjui nyumbani, ambaye amekuja tu. Ni bora yule akabaki anafanya shughuli zake, mtoto akakaa kule awe salama. Ikifika muda umerudi nyumbani, unapitia mtoto wako unarudi naye nyumbani. Kwa hiyo ndio kitu ambayo nifanya nikaandika hii fursa ya daycare. Na kipindi hicho zilikuwa haziko nyingi, sasa naona zimeanza kukamwa. Bado fursa ni kubwa hii. Kwa hiyo mnaopenda mambo, you still have that, Nimeandika fursa za blogging, vlogging, YouTube, iko mle ndani. As I say, watu wengi wanafikiri mimi hapa napoteza muda kuongea. No. I'm making money. As I'm talking to you, I'm making money. You are viewing. Ukiangalia video zangu mimi natengeneza hela. The moment una click sasa, ngoja nisikize hii fursa, I'm making money. Kwa hiyo ni moja ya fursa ambayo nimeandika kwenye kile kitabu pia. Nimeandika fursa za kupika keki. Naona saa hizi kila mtu anapika keki. Good. Hiyo ni fursa kubwa. Nimeandika fursa ya makeup artist, making a lot of money. Nimeandika fursa za kupiga picha na kutengeneza videographer. Nimeandika fursa, it's a lot, fursa nyingi, ziko zaidi ya ziko 50. Nyingi kwa mtaji mdogo. Kitabu kinapatikana kwa 10,000. Unataka kuanzisha daycare? I am the correct person to consult. Being a teacher myself, working in daycare myself. Kwa hiyo nafikiri ni mtu sahihi pia kumconsult ili niweze kukusaidia. I can do it in English too, so don't worry. If you speak in English, you're coming from countries which speaks English, I can still consult you in English how to start your first daycare in wherever you are. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Una maswali andika, unataka consultation andika, unataka kuanzisha daycare niandikie. Niko hapa kuwasaidia. Unakaribia kumaliza chuo, umemaliza chuo, huna kazi mwaka wa 5, niandikie. I will help you, I will lead you, sio tu daycare, but I can do consultation kwa biashara nyingi. Especially nitakushauri kwanza nunua kitabu changu cha 10,000. Ukishanunua, then tutaendelea kuongea mambo mengine. Mungu abariki, mwana siku njema. Bye.